ya Kilimanjaro Fish Farm. Bwawa letu kama unavyoliona tayari maji kama unaweza kuyaona tayari yanakaribia kujaa. Maji yanakaribia kujaa na kila kitu kinaenda vizuri. Tunatengeneza mabwawa mazuri ya kufugia samaki kama unavyoweza kuyaona ya liner, karatasi ngumu. Lakini advance sisi tunatumia mchanga au udongo. Badala yake tunaweka mifuko hii ya simenti, tunaijaza mchanga. Tunajaza mchanga alafu tunaweka hii liner ngumu kabisa. Yes, kama unavyoweza kuona. Ya mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Kilimanjaro Fish Farm. Hapa tunatengeneza bwawa la juu. Kama unavyoona hii ni mifuko ya simenti. Hii mifuko ya simenti tumeiweka mchanga na hapa ndio tumeanza. Tunatengeneza shape. Tunatengeneza umbo la bwawa ambalo tunalitengeneza kuanzia sasa hivi la kufugia samaki. Kwa hiyo tutakuonyesha hatua kwa hatua kuanzia hatua hizi za mwanzo mpaka mwisho, mpaka tunapomaliza hii project. Tutakuonyesha hadi tunapoweka liner, hadi tunapoweka vifaranga, tunapoweka maji na mbegu na tunapoanza kulisha samaki. Kwa hiyo karibu sana Kilimanjaro Fish Farm. Ya hapa tuko na Mr. Godi, hapa ndo tumeanza project yetu. Hapa ndo tuko na Bwana Godi, hapa tumeanza huku maeneo ya wapi? Huku ni Bagala. Ya huku tuko Bagala. Tunatengeneza hii project na leo siku ya kwanza, kesho siku ya pili, Mungu akitusaidia siku ya tatu tutakuwa tumemaliza. Hii project ni ya siku 3 tu. Yaani tuseme siku ya 4 tumemaliza hii kazi. Siku ya 4 tunapanda mbegu hapa, vifaranga bora vya samaki vinavyokuwa vizuri. Ya hapa ndo tumeanza. Hii ni mifuko ya simenti, tumeweka mchanga. Alafu baada hapo tutatia nylon. Yes. Hili ni bwawa la kuingia samaki 1000. Kwa hiyo na upana mita 10 na urefu mita 10. Karibu sana. Hapa tunaendelea kama unavyoweza kuona hapa tunaendelea na ujenzi. Tunaendelea na ujenzi wetu wa lile bwawa, na hivyo ni vifusi vya udongo ambao tumefanya kukwangua kidogo ili tuweze kupanga vinani vyetu. Kama unavyoona ndo tunaenda hivyo hapa mpaka kesho, Mungu akipenda tutakuwa tumemaliza. Na kesho hiyo tunaweka nailoni ndani ili kesho kutwa tuweke maji. Unaweza kutupata WhatsApp kupitia namba hii ambayo iko hapo kwenye screen yako, na vile vile tuna akaunti yetu ya Facebook ambayo ni Kilimanjaro Fish Farm, lakini tuna akaunti ya Instagram pia Kilimanjaro Fish Farm. Sasa kwa yule ambaye ndio mara yake ya kwanza kufungua channel yetu, basi usisahau kubonyeza hilo neno subscribe ili uweze kupata mafunzo mengine. Kwa hiyo sasa hapa nitakuonyesha namna ambavyo unaweza ukajitengenezea bwawa rahisi kabisa. Hata kama uko nyumba ya kupanga au hata nyumbani kwako, unaweza ukatengeneza bwawa kama hilo. Si tukaja tukadesign na kisha tukakutengenezea bwawa ambalo lina gharama nafuu sana. Na hata haya mapont liner, hizi karatasi ngumu hizi, sisi tunazo za size zote. Kwa hiyo tunaweza tukakudesignia bwawa la ukubwa wa size yoyote. Sio lazima uanze na bwawa la samaki 1000. Kama una nguvu kidogo unaweza kuanza hata na bwawa la samaki 500, samaki 200. Yaani ni wewe tu na nguvu yako, lakini una uwezo wa kufuga samaki hata kwa mtaji mdogo. Yes, hapa tunafanya installation ya liner. Tunafanya installation ya ile liner. Tumemaliza kupanga mifuko yetu kama unavyoweza kuona. Ile bwawa letu ili hapa. Yes, na hapa ndo tunaendelea na zoezi letu la kukamilisha kutengeneza lile bwawa. Hapa ndo tunatengeneza bwawa lile la kufugia samaki. Unaweza ukawa hata huko nyumba ya kupanga na unahitaji kufuga samaki, basi unaweza ukafuga kwa njia kama hizi. Unaona bwana,
tunaweka tu mifuko hii, mifuko tumeijaza mchanga. Unaona, baada ya hapo tunaendelea na zoezi letu. Tunafanya installation ya liner kwa ajili ya kuweka maji. Kama unavyoweza kuona huku nyuma tumeweka mifuko ya saruji ambayo tumeijaza mchanga. Kwa hiyo hili ni bwawa la juu kabisa hili. Unaweza ukawa hata nyumba ya kupanga au nyumbani kwako, lakini kupunguza gharama, basi sisi tukaja tukakutengenezea, tukakufanyia installation. Kama unaweza kuona bwawa letu linakaribia kukamilika. Bwawa letu linakaribia kukamilika, lile ambalo tumetengeneza kwa kutumia mifuko ya simenti ambayo tumeijaza mchanga. Sio lazima uchimbe chini, unaweza ukawa unaishi hata nyumba ya kupanga. Sisi tukaja tukakufanyia design, na baada ya hapo tukakutengenezea bwawa lako na ukafuga samaki wako vizuri tu. Karibu sana. Bwawa letu kama unavyoliona tayari maji, kama unaweza kuyaona tayari yanakaribia kujaa. Maji yanakaribia kujaa na kila kitu kinaenda vizuri. Tunatengeneza mabwawa mazuri ya kufugia samaki kama unavyoweza kuyaona, ya liner, karatasi ngumu. Lakini tumeadvance, badala yake tunaweka mifuko hii ya simenti, tunaijaza mchanga. Tunajaza mchanga alafu tunaweka hii liner ngumu kabisa. Yes, kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo tunaingiza maji kwa hii design kwa sababu maji tayari tumefuata mfumo wa maji ya pressure. Hapa yanaingia na hapa yanaingia ili bwawa letu liweze kujaa vizuri. Tutapanda vifaranga vyetu asubuhi ya kesho, Mungu akipenda, tutawaonyesha. Lakini pia tutaonyesha hatua zote muhimu za ukuaji wa samaki, namna ambavyo wanalishwa na mpaka wanavyokuwa. Karibu sana Kilimanjaro Fish Farm kwa huduma bora za ufugaji wa samaki, ujenzi wa mabwawa. Unaweza ukatengeneza bwawa kama hili hata ukiwa nyumba ya kupanga. Umeona eneo letu, kaeneo fulani tu kadogo. Kaeneo fulani tu kadogo tu. Badala ya kuchimba kuharibu ardhi, baadaye ukiamua kubadili mradi, una uwezo wa kufumua hii nailoni, basi ukafanya shughuli zingine. Karibu sana tukuhudumie kwa ufugaji bora wa samaki. Hapa tuko katika lile zoezi letu la kupanda vifaranga leo katika lile bwawa letu lile. Hili ni lile bwawa ambalo tumelitengeneza kwa kutumia mifuko ya saruji ambayo tumeweka mchanga. Sasa leo tunapanda vifaranga hawa. Hawa ni vifaranga wa sato monosex, wale wasio zaliana. Hili bwawa bwana tunaweka vifaranga 1000 tu. Hembu hapa kama unavyoweza kuona ndivyo vifaranga vinaingia hapa rasmi leo. Tanua vizuri huo mfuko godi. Hapo vifaranga ndio vinatoka. Vifaranga hivyo hapa. Kilimanjaro Fish Farm. Haya, bado tunaendelea. Nataka nikuonyeshe lile bwawa letu ambalo tulitengeneza siku ile. Hapa tumemaliza. Hapa tunatengeneza mbawa. Tulipanda vifaranga jana. Hawa ni vifaranga wale wa sato monosex. Hawa hapa tuliwapanda jana. Na hapa tumewarushia chakula. Hawa hapa kama unavyoweza kuwaona, hili bwawa tumepanda vifaranga 1000 vya sato monosex. Tunaweka hizi mbao kwa ajili ya kuzuia watu kuegemea, yani watu wasije wakaegemea kwenye hizi nani. Kwa hiyo mtu atakuwa simame huku. Na system zetu za maji zimekaa vizuri. Tutakutoa maji yote tunayatoa kupitia hapa. Ni bwawa ambalo tumetengeneza kwa kutumia mifuko hii unaiona hii. Ni mifuko ambayo ilikuwa na simenti. Tumenunua kwa wale wapiga matofali. Tumejaza mchanga kisha tumetengeneza bwawa zuri tu la kufugia samaki. Bwawa la kisasa kabisa. Kwa hiyo kwa ujenzi wa mabwawa kama haya, karibu sana Kilimanjaro Fish Farm.
tutakuja site kwako, tutakudizainia na kisha tutakutengenezea na utafuga samaki wako vizuri. Na kwa kawaida samaki wakishapandwa kwenye bwawa wakawa nakubali, wakawa na mwitikio wa kula, yaani wakimaliza wiki moja tu utaona maji yameanza kubadilika rangi, yameanza kuwa ya kijani, na mara nyingi hicho kijani kinasababishwa na kinyesi ambacho wanakuwa wanajisaidia. Manake au samaki wanakula, na kula kwao ndio kukua kwao. Kwa hiyo utaona samaki baada ya wiki 2 wameshakuwa wakubwa kabisa. Yaani hao ni samaki wa wiki 2. Lakini sasa kwa kuwa samaki wanapenda maji masafi ili waweze kukua vizuri, kwa hiyo katika haya mabwawa ya kutengeneza, ndio maana sisi huwa tunaweka systems ya chini kabisa ya kupunguza maji ili uweze kuyadilute. Kwa hiyo utakuwa unaweka maji mapya mara kwa mara pale unapoona maji yamechafuka, ili kusudi samaki waweze kukua vizuri. Huwa tunashauri kwa mteja wetu apunguze maji alafu adilute, aingize maji mapya kama unavyoona hapo. Kwa hiyo samaki ukiwabadilishia maji mara kwa mara yakawa masafi, basi samaki wako watakuwa vizuri, lakini sio unaacha maji michafu, utakuwa sio ufugaji. Lakini jambo lingine ni kuzingatia lishe. Kwa hiyo samaki wanakuwa vizuri hasa pale unapozingatia kuwapa chakula bora na cha kutosha, sio kile kipimo ambacho ulichopewa awali wakati wakiwa bado vifaranga wadogo. Yaani samaki kila siku wanaongeza lishe yao, yaani kiwango cha chakula kinaongezeka kadiri wanavyokuwa. Lakini swali lingine ambalo umekuwa ukijiuliza ni hivi bwawa kama hilo linaweza likagharimu kiasi gani kutengeneza lote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo wewe wasiliana na sisi, tupigie simu, tunaweza tukakupa maelekezo yote ya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sisi Kilimanjaro Fish Farm tunatoa huduma zote za utengenezaji wa haya mabwawa ya kufugia samaki, mabwawa makubwa na hata mabwawa madogo pia tunatengeneza. Lakini pia tunauza vifaranga bora vya samaki vinavyokuwa vizuri. Kwa hiyo usisite kuwasiliana na sisi, hata kama uko mbali na unahitaji elimu ya ufugaji wa samaki, huwa tunatoa kwa njia ya online. Kwa hiyo tunaweza tukawasiliana, kuna gharama kidogo ambazo tutachangia, sisi tutakufundisha online. Basi pia usisahau kusubscribe channel yetu kwa mafunzo zaidi na zaidi.